Babu alikuwa na hadithi nyingi hapo zamani, za bahari, za misitu na hata za jangwani, lakini sikuwahi kuzihifadhi hapo awali. Nilizani muda ungalipo. La hasha, kumbe nilikuwa nakosea. Watoto wangu hamjambo? Wazima? Leo watoto wangu, nataka leo nikupeni wasia wa maisha. Maisha ni elimu, maisha ni kusoma. Kama hujasoma unakuwa mjinga, ukisoma unakuwa daktari, ukisoma unakuwa dereva, ukisoma unakuwa rais, unakuwa waziri. Kwa hivyo unatakiwa uwe na elimu ili ikusaidie maisha yako ya baadaye. Na nyinyi ndio taifa la kesho, mnategemea na nyinyi mtakuja kuwa viongozi wa kesho, mtakuja kuwa mimi baba wa kesho, mama wa kesho. Kwa hivyo wanangu, elimu ni kitu cha mwanzo. Mmesikia hivyo? Elimu ni kitu. Sasa nataka nikusimulieni hadithi moja ya kuhusu nchi yetu, kuhusu habari ya jahazi. Sisi nchi yetu ina utamaduni wa jahazi toka asilia. Kwa hivyo mlijue hilo, habari ya jahazi ni utamaduni wetu wa Wazanzibari au katika wambao huu wa ukanda wa visiwani. Kwa hivyo jahazi ni kitu ambacho kinachokuwa kinakubalika kimataifa. Welcome to Polite GPT. Ask anything, we can help you. Labda bado inawezekana. Thank you for your submission. Polite GPT will respond shortly. Myuku wangu. Babu. Babu. Hapo zamani kulikuwa na jahazi lililovuka bahari kubwa sana, likibiba ndoto za watu. Bahari hikuwa maji ilikuwa, maisha ilikuwa siri na moja kati ya vitu viani thamani kubwa katika maisha ya wanadamu. Nimekukumbuka sana babu. Lakini kuna watu sikwahi kukuambia, kuna akili yulifichwa kwa muda mrefu sana. Kitu gani babu? Baba yako hakuwa muma kwako, na siku zote alikuwa anagirabu kwenda kanu na matakwa yako. Kusudi na wi apadi naja hakuwa kuwa anaendelea kuwa dima kwa upande wako. Hapana, hii sio sahihi. Huyu sio wewe babu. Mimi ni kumbukumbu zako.
Nilitakiwa nikuulize nikiwa bado niko nawe babu. Sauti inaweza kurudi, lakini roho kamwe haiwezi kurudi.